Wapendwa taifa la Mungu, leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Pentekosti. Liturujia ya neno la Mungu katika sherehe hii inatualika juu ya kutafakari zawadi ya Roho Mtakatifu, kuzaliwa kwa kanisa na ushuhuda wa mitume. Katika sherehe hii ya Pentekosti tunaadhimisha mambo yafuatayo. Kwanza ni siku ya Roho Mtakatifu alipowashukia mitume wakiwa wamekusanyika pamoja. Ishara kuu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ni upepo wa nguvu, ndimi za moto na kunena kwa lugha mbalimbali. Matendo makuu ya Mungu yanaonekana. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 4. Ni utimilifu wa ahadi ya Kristo kwa mitume wake kwamba hatawaacha yatima, atawatumia msaidizi, yaani Roho Mtakatifu. Pentekosti ni utimilifu wa ahadi hiyo na ni mwanzo wa maisha mapya ya kiroho kwa waamini na kanisa. Nasi katika ubatizo wetu tunapokea Roho Mtakatifu na tunaimarishwa katika sakramenti ya kipaimara. Pili, ni siku ya kuzaliwa rasmi kwa kanisa, ambapo baada ya kumpokea Roho Mtakatifu walibatizwa takribani Wakristo 3,000. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 41. Na jumuiya ya kwanza ya Wakristo iliundwa. Nasi kwa maisha yetu baada ya kubatizwa tunatumwa kwenda kuhubiri Injili na kumtangaza Kristo kwa maisha na matendo yetu. Tatu, kwa kuadhimisha Pentekosti tunahitimisha rasmi kipindi cha Pasaka. Roho Mtakatifu anaendelea kuliongoza kanisa, nasi sote katika kumshuhudia Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku. Katika sherehe hii ya Pentekosti tumshukuru Kristo ambaye kwa njia ya Roho Mtakatifu sisi sote tumezaliwa upya, tumeimarishwa kwa kutiwa nguvu ili tuwe mashuhuda hodari wa Injili ya Kristo kwa watu wote. Tunaposherehekea siku lilipozaliwa rasmi kanisa, tuliombee kanisa liendelee kuwa chombo cha huruma ya Mungu isiyo na mipaka. Kwa njia hiyo sisi sote tupate uzima wa milele. Maana na chimbuko ya sherehe ya Pentekosti. Sherehe ya Pentekosti ni moja kati ya sherehe kubwa 3 muhimu za dini ya Kiyahudi. Sherehe hii ya Pentekosti iliadhimishwa siku ya 50 baada ya Pasaka. Ilijulikana kama sherehe ya majuma, siku ya kusherehekea mavuno ya kwanza, hasa mavuno ya ngano, ikiwa ni mavuno yao ya kwanza baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 22. Mambo ya Walawi sura ya 23 aya ya 15 hadi ya 21. Ni siku hii pia waliposherehekea kupokelewa kwa sheria ya Musa katika mlima Sinai. Hivyo watu wote katika sherehe hizi 3 taja hapo juu walikwenda Yerusalemu kila mwaka kuadhimisha katika hekalu, yaani sherehe ya vibanda, sherehe ya Pasaka na sherehe ya Pentekosti. Mitume wa Kristo siku hii ya 50 baada ya Pentekosti, baada ya sherehe ya Pasaka, ikiwa pia ni sikukuu ya Wayahudi kusherehekea mavuno ya kwanza kama ilivyo desturi yao. Roho Mtakatifu anawashukia juu yao walipokuwa wakisali pamoja huko Yerusalemu. Kama ilivyo katika adhimisho la mavuno ya kwanza ya Pentekosti ya Wayahudi, Roho Mtakatifu hivyo hivyo kwetu wa Kristo ni tunda la kwanza la Kristo kwa mitume wake baada ya mateso, kifo, ufufuko na kupaa kwake mbinguni. Mitume wakiisha kupokea Roho Mtakatifu wanakumbushwa yote waliofundishwa na Kristo na wanapata nguvu ya kuanza kuhubiri na kumshuhudia Kristo mfufuka. Na hapo kanisa linazaliwa rasmi, nao watu wote waliofika Yerusalemu kutoka pande mbalimbali wanakuwa mashuhuda wa jambo hilo, wakimshuhudia mitume wakinena na hata kwa lugha zao. Hii ni ishara ya Kristo aliyetuletea tena sote pamoja tuliokuwa mbali kwa sababu ya dhambi. Pentekosti kwa Wayahudi ilikuwa pia ni siku ambapo walisherehekea kutolewa kwa sheria ya Musa kule mlimani Sinai. Kwetu sisi wa Kristo, kama vile Torati ilivyotolewa kwenye mlima Sinai, sasa Roho Mtakatifu anashushwa akichora sheria mpya ndani ya mioyo yetu.
waamini wote. Nasi tunakumbushwa kuwa mashahidi wa kweli wa imani yetu kwa Kristo. Kipindi hichi cha Pentekosti ni kipindi cha kuinua macho yetu kwa Mungu, mioyo yetu kufungua kwake na sio kuwaelekea watu. Katika somo la Injili ya Yohane yatueleza tokeo la Yesu baada ya ufufuko kwa wanafunzi wake, ambapo walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Wakiwa katika hali hiyo, Yesu alisimama katikati yao na neno lake la kwanza kwao ni amani iwe kwenu. Na kisha anawaonyesha mikono yake na miguu yake ya kwamba ni yeye. Wanafunzi wanafurahi wanapomwona Bwana, kisha wanaondolewa hofu. Anawatuma mitume wake kwenda kufanya kazi ile ile ambayo yeye alitumwa na Baba kuifanya, akiwaambia, kama Baba alivyonituma mimi, nami ninawatuma ninyi. Ili mitume waweze kutekeleza wajibu huo mkubwa kwa kumshuhudia Yesu Kristo kwa Injili yao, walihitaji nguvu ya Mungu ndani mwao. Ndiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo Kristo alishainena juu yake wakati akiwa bado angali pamoja nao. Anawavuvia Roho Mtakatifu, anatimiza ahadi yake kwamba sitawaacha yatima. Roho Mtakatifu aliwasaidia mitume kutimiza agizo la Kristo. Walikwenda kuhubiri Injili kwa watu wa mataifa yote. Pili, walipata mamlaka ya kuwaondolea watu dhambi na kuwapatanisha watu na Mungu. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu sisi sote tunapata msamaha wa dhambi, kupenda na kusameheana sisi kwa sisi. Ni Roho Mtakatifu anayetusaidia katika kupenda na kusamehe. Katika sakramenti ya upatanisho inatuondolea hofu na mashaka, inaturudishia amani na furaha ya kweli mioyoni mwetu, na inatibu tena mahusiano yetu mema kati yetu sisi kwa sisi na kati yetu sisi na Mungu wetu. Katika Injili hii basi kuna mambo ya kuweza kujifunza. Roho Mtakatifu anatuondolea hofu na mashaka, anatupa amani upya. Mitume wa Yesu mara baada ya Yesu kukamatwa, kuteswa na kufa msalabani, wengi walikimbia, walijawa na hofu na mashaka, wakijifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Kristo mfufuka alipowatokea aliwaambia, amani iwe kwenu. Alitambua ya kuwa walikuwa na hofu na mashaka, hivyo hivyo anawapa habari njema ya furaha kwamba amefufuka. Kwa hiyo wanapaswa kutokuwa na hofu tena, nao wanafurahi walipomwona Bwana. Huenda tuna ndugu mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, wako katika nyakati za hofu na mashaka juu ya maisha yao, juu ya familia zetu, juu ya kazi zetu za kila siku, juu ya malezi yetu kwa watoto wetu, juu ya mustakabali wetu wa maisha, juu ya hofu ya maradhi na kifo, hofu ya majukumu mbalimbali yanayotukabili. Tunaona pengine ni mizigo mikubwa kubeba na ni mlima mkubwa sana kuukwea. Ni katika hali hiyo Kristo anakuja kwangu na kwako ukiwa umejifungia katika hali hiyo ya hofu na mashaka. Neno lake kwetu anatuambia, amani iwe kwako, ni mimi, usiogope. Ni maneno ambayo yanatia moyo, huwezi kamwe kumwacha. Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu atusaidie kutambua kuwa Kristo yupo nasi daima, anatembea nasi katika safari yetu ya maisha, anajidhihirisha nasi kwetu katika sakramenti zake, katika neno lake, katika kuwahudumia watu anatutia nguvu. Roho Mtakatifu anaigeuza huzuni yetu kuwa furaha. Kristo alipowatokea mitume wake alikuwa ni chanzo cha furaha. Ndugu wapendwa, nasi katika maisha yetu tunapotembea, watu waweze kuona furaha kupitia uwepo wetu katika maisha ya hapa duniani. Katika somo la Wakorinto, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, Mtume Paulo anasisitiza kuwa Roho Mtakatifu ni chanzo cha karama zote. Ndugu wapendwa, kama karama zimetoka kwa Mungu, tutumie karama zetu katika umoja huo ambao utajenga jumuiya imara na jumuiya ambayo itamtangaza Kristo na sio kujivuna kwa vipaji tulivyopewa.
Yeye aliyekupa wewe ndiye aliyemnyima mwingine. Pili, Mtume Paulo anazidi kusisitiza katika kanisa la Wakorintho kuwa karama zetu zisitutenganishe, bali zituunganishe na kujenga jumuiya moja. Anasisitiza hilo. Tukiwa na karama mbalimbali, basi madaktari wataweza kututibu, wakulima wataweza kutusaidia chakula, na wafugaji wataweza kutupatia nyama, na wasomi wataweza kusoma vizuri na kutafakari neno la Mungu na kuweza kutufundisha sisi ili tuweze kumjua Mungu katika maisha yetu. Karama za Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya huduma kwa wengine na sio utumishi. Vipaji vyetu tulivyo navyo tuvitumie katika kuwahudumia watu, tuvitumie katika kuwaimarisha wengine ili waweze kumjua Mungu. Katika sherehe hii ya Pentekosti, tumshukuru Kristo ambaye kwa njia ya Roho Mtakatifu sisi sote tumezaliwa upya. Tutumie karama zetu na vipaji vyetu katika kumtukuza Mungu ili nasi tuweze kutakasifuzwa katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.